Inasema hivi Yeremia 6:10. Wakristo wale hawataki kuonywa makosa yao, hawataki. Yeremia 6:10. Inasema mwalimu. Ndio. 6:10 Yeremia. Soma. Niseme na nani na kushuhudia? Niseme na nani na kushuhudia? Mpate kusikia. Mpate kusikia. Tazama. Sikio lao walikutahiriwa. Ndio. Wala hawezi kusikiliza. Ndio. Tazama. Neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Ati neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Ati neno la Mungu limekuwa matukano kwao. So wakati Mungu anawaonya kupitia neno lake, hilo neno lake linageuka linakuwa ni matukano kwao. Wakati wewe mhubiri umefundisha na kuonya neno la Mungu. Kwa mfano. Angalia vile hii itageuka ikuwe matukano. Angalia tu. Kumbukumbu la Torati. Ama hata kabla ya hiyo Kumbukumbu la Torati nisomee Mithali 7:10. Angalia tu. Neno la Mungu ndio hilo, lakini neno kugeuka iwe matukano. Soma hiyo. Mithali 7 aya yake ni ya 10. Mithali 7 aya yake ni ya 10. Nzuri hiyo inasema hivi. Ndio. 7:10 kitabu ni cha Mithali. Barikiwa. Inasema mwalimu. Inasema 7:10 Mithali. Twende. Natazama. Mwanamke akamkuta. Ana mavazi ya kikahaba. Ati akona mavazi ya nini? Ana mavazi ya kikahaba. Ati akona mavazi ya nini? Ana mavazi ya kikahaba. Kwa hivyo kuna wanawake hapa Kitengela leo hii wanatembea lakini wamevaa mavazi ya nani? Mavazi ya kikahaba. Wamevaa mavazi ya nani? Mavazi ya kikahaba. Na unapomuita kahaba anaona ni matukano. Lakini kwa vile alivyovaa, yeye anadhihirisha kwamba ni nani? Ni kahaba. Anadhihirisha kwamba yeye ni kahaba. Kwa hivyo unapomuonya yeye anaona ni matukano. Neno la Mungu linakuwa matukano kwake. Linakuwa matukano kwake. Na hata vijana wetu nao wameweza kupotea. Unapowaonya wanaona kwamba wametukanwa. Nisomee kitabu kile cha Zaburi 106 mstari wake ni 20. Inasema vijana nao wanapoonywa wanaona kwamba wametukanwa. Soma. 106:20. Mithali 106:20. Twende. Hapo msi ya Mungu inasema wakaubadili utukufu wao. Vijana wa leo wamebadilisha utukufu wao. Vijana wa leo wameubadili utukufu wao. Kwa mfano wa ng'ombe mla majani. Wamekuwa mfano wa ng'ombe mla majani. Mfano wa ng'ombe mla majani. Unakuta kijana amejaza shafu hivi imefura hivi. Ukimuuliza unataka nini? Ni miraa. Anakula miraa. So Biblia inawaita kwamba wao ni mfano wa ng'ombe mla majani. So unapomuonya ukimwambia wewe umebadilisha utukufu kuwa mfano wa ng'ombe, anaona umemtukana. Wakati Biblia inamuonya. Biblia inaruhusu mtu akule muguka. Biblia inaruhusu mtu akule muraa. Na ukikula muguka unakuwa mfano wa ng'ombe mla majani. Mbona ukule kitu kisichosikisha? Kitabu kile cha Isaya 55 mstari wake na 3 inasema hivi. Ndio. Isaya 55 aya yake ni ngapi mwalimu? Aya yake ya 3. Inasema ndio. Aya yake ni ya pili nzuri. Soma. Inasema kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula. Wewe kijana, kwa nini utoe pesa kwa kitu kisicho chakula? Ukikula muraa unashiba? Hapana. Ukikula muguka unashiba? Hapana. Ukikula pombe unashiba? Hapana. Ukivuta sigara unashiba? Haushibi. Ukikula bangi unashiba? Haushibi. Biblia inauliza mbona utoe pesa kwa kitu ambacho si chakula? Maliza. Inaendelea ikisema ndio. Kwani kutoa kifedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula. Na mapato yenu kwa kitu kisichoshipisha. Kwa kitu kisichoshipisha. Ndio. Nisikilizeni kwa bidii. Sikilizeni Mungu kwa bidii. Mule kilicho njema. Ati mule kilicho? Mule kilicho njema. Ati mule kilicho? Mule kilicho njema. Uje hapa sokoni, chukua waru pale, chukua karoti, chukua minji, chukua mishiri, enda kula ushibe. Wacha kupoteza pesa yangu kwa kitu ambacho si chakula. Utakuwa mfano wa ng'ombe mla majani. Kwa hivyo watu wakionywa hawataki kuonywa. Wanaona umetukanwa kabisa. Angalia wengine wanaona umetukanwa.
Timotheo wa pili 2:9 inasema ndio ensure hiyo mwalimu. Mbili Timotheo wa kwanza 2:9. Kwani nyinyi ndio Wakristo wa aina gani? Mnatumia kitabu gani katika makanisa? Mnatumia neno gani katika makanisa? Si hii Biblia hii, sio hiyo. Mnatumia gani? Hebu soma. Inasema ndio Timotheo wa kwanza 2:9 inasema ensure, inasema hivi inasema pumzi ya Mungu. Ndio vivyo hivyo wanawake na wachipambe, vivyo hivyo wanawake na wachipambe kwa mavazi ya kujistiri. Mwanamke ajipamba kwa mavazi ya kujistiri, kwa mavazi ya kujistiri, ambaye lile itakayoanzia hapa mpaka hapa, inafunika kutoka chini mpaka mahali lile imefika, iwe ni inchi 9. Lile itakapofika hapa juu ya magoti, ni kwamba mwanamke hajavaa mavazi ya kujistiri, na huyo anageuka anakuwa amevaa mavazi ya makao ya kikahaba. Kwa hivyo yeye anapotembea anatangaza, mimi ni kahaba, mimi ni kahaba, mimi ni kahaba, mimi ni kahaba. Mungu anapomwangalia anaona huyu ni kahaba, anatembea. Wanawake na wavae mavazi ya kujistiri. Wanawake wavae mavazi ya kujistiri. Kwa nini Mungu asisitize mwanamke avae mavazi ya kujistiri? Na katika Biblia kama kuna kitu ambacho Mungu ameweza kuangalia sana, ni mtu anaitwa mwanamke. Mungu ameweza kumwangalia sana katika Biblia. Mungu ameweza kumwangalia sana katika Biblia, kwa sababu mwanamke ndio chombo ambacho shetani anatumia kwa ajili ya kuangusha ulimwengu. Hebu nisomee kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 11.